Muriega, hello my good people wherever you are. Sisi tumekuja, tunataka kuanalyze mambo ambayo yanaenda katika ulimwengu ambao tunaishi. Tuko na furaha kubwa sababu ya uhai ambao tulio nayo, and we thank God. We are so happy. Lakini kuna mambo ambayo tumeona yakiendelea katika nchi ambayo tunaishi. Tunaona ya kwamba kumekuwa na mambo haya ya baba kuwa ameaga dunia, na kumekuwa na process ambayo imekuwa ikifanyika, of which ameweza kupewa state value, of which it is so good na ni vizuri sana. Lakini kuna jambo moja ambalo limenishangaza na nimejiuliza swali moja: kwa nini ng'ombe zimepelekwa nyingi, zikapelekwa nyingi? Na tunajua according to the tradition of Waluo, kukula kwa mazishi ni lazima. It is a must. Zinapelekwa ng'ombe, zinachinjwa, zinapelekwa mbuzi, zinapelekwa kondoo, kuku. Wanachinja kukula, na wanakula wanashiba kabisa. And then hawa watu wameweza kuitwa, wakaenda wakashinda wakiwa wamesimama, na hakuna kitu ambacho wameweza kuweka kwa mdomo, hawajakula kitu hata kidogo. Tumeona ya kwamba baada ya mazishi yameweza kufanya nini? Mzee ameteremushwa na mambo yale mengine ambayo yakafanywa. Lakini watu wamekuja wakaweza kuruka na kuingia katika ile boma. Kitu ambacho ni cha kunichangaza ama ambacho kimenishangaza ni kuwa ya kwamba watu wangu, hadi maua ya mkufi watu wanainua juu, wanachukua, wanapanda nayo juu ya miti, wakilia ya kwamba kiongozi wao ameweza kuzikwa. Lakini huzuni ni nini? Hawa watu hawajaweza kupewa nafasi ile nzuri ambayo ni ya kusherekea vile huwa wanafanya. Unapata ya kwamba mtu akiaga anachukua miezi kama 2 ama 3. Kile ambacho mnakusanya, mnafanya hadi harambee, badala ya kulipa hospitali ama kwenda kulipa morgue, unapata ya kwamba hicho ndicho kwanza wanakula. Sasa mnashida mkifanya nini? Mnashida mkifanya kitu ambayo tunaita harambee kila wakati. Wamechukua maua, wakapanda juu ya miti, wakalia huko kulia. Na kuna kitu ambayo mimi kimenishangaza tena sana na sana na sana. Na sijui ni nani ata understand hii generation ambayo tuko nayo. Kile ambacho unakaa chini kuwakataza kufanya, hicho ndicho wanafanya, ndio kuonyesha ya kwamba they are mature enough. So what we are supposed to do as leaders, let us sit down and ask ourselves, ni wapi tumefanya nini? Tumetupa njia. Hawa watu wanakaa chini, wanajua ya kwamba ni politician mgani ambaye ni mzuri, ni politician mgani ambaye ni mbaya, ni nani anawasaliti, ni nani anaweza kuwatetea. Kwa nini Babu Owino akiitwa, unapata ya kwamba watu wanasherehekea na wanafurahi sana? Kwa nini Sifuna akiongea, watu wanasherehekea na wanafurahi sana? Kwa nini hawa wengine wakisimama kuongea, hakuna hata mtu ambaye anaongea ama kusherehekea ama kusema jambo lolote? Sababu watu walichanuka, wanajua ukweli na wanajua uongo. They know who is this taking advantage of them. And that is why you have seen
Mkiwaambia kwamba wasiweze kufika pale kwa kaburi, wana make sure munapotoka pale ni lazima waende wajue hii imefanya muweze kuwakataza kuingia wafike kwa kaburi ni nini. Generation ambayo tuko nayo si ile generation ambayo tulikuwa tunaambiwa na mama zetu, ukifanya hivi na hivi there are consequences, na wewe mwenyewe unajichuka. Kile wanataka kufanya wajue hii ni nini ambayo inafanya tukatazwe kufanya hivi. You have seen most of the time vitu zingine zikitendeka. And this thing ni kitu ambayo imeprofesiwa katika kitabu, katika Biblia. Isaya alisema ya kwamba kuna wakati utakuja watoto watakuwa wao ndio wanawaambia wazazi wao vile watafanya. It is written in the Bible. So what we are supposed to do is just to come with a strategy of handling these people according to the way they want. Not just a matter of harassing them. No. If we need to heal the country, sababu hii generation ni generation kubwa sana, and if we are not going to sit down na tujiulize ni nini tunafanya, wapendwa, it will be worse. It will be worse. Uliona waliruka wakaingia hadi kwa kaburi, wakafanya yale walikuwa nafanya, and all of a sudden they disappear. They disappear, wanaenda zao. Wanaenda zao. So you have to come with a strategy and the ways of handling these people. Not just a matter of harassing them. These people are more mature than you think. Ni mtu anakaa chini ya najua ya kwamba wewe chenye unaniambia ni kunidanganya, unanidanganya, ama chenye unaniambia kitu cha ukweli. You have to be serious. Na tusikae chini tuangalie tuone vitu ambazo tunaangalia tunaona these are red flags and we ignore. Tunaignore tu. So we have to come with a strategy. Kama hawa watu wanaweza ngojea na waingie ndani, waende wachukue maua kwa kaburi, hata hawaogopi security. They don't fear the security. Because what they do is just according to their will. Vile wewe unaambia wasifanye, hivyo ndivyo wanafanya, wakuonyesha ya kwamba we are mature enough and we know what we are doing. Na kile tunafaa kujua is all about that 70% is the young generation. 30% ni wazee. 30%. So it is a double. They are doubling. Kwa hivyo ni lazima tukue na strategy ya kuhandle hawa watu if we need to live in peace. If we need to live in peace. Thank you very much.